Alright, habari ndugu mabibi na mabwana. Leo tutaendelea katika sehemu ya pili ya kuendeleza hii application yetu. Kama mnavyoona, mara mwisho tulifikia hapa. Hii ndo homepage yetu. Kama hujaona part 1, make sure unaangalia part 1 kutoka video description. Kwa hiyo leo tutaendelea kutengeza application yetu kwa kutumia lugha ile ile ya Kiswahili. Kwa hiyo hapa nitamwambia Rock.ai boresha au tekeleza vipengele vilivyobaki vya app hii. Kwa hiyo alafu tutabinya tuone jinsi gani Rock.ai anafahamu Kiswahili. Kwa hiyo tumeona hapo sort looking the current code I can see we have already built a solid foundation for the mtaani app. Inaonekana amefahamu statement hii nilomwambia. Look at the statement ambayo tayari amesha implement baadhi ya vitu hapa mtaani hapo: home screen, search functionality, provider, booking. Kwa hiyo enhance the app further, ana atafocus kwenye improving this feature. Geolocation, current we have just showing static location data. Kwa hiyo atafanya integration ya map na vitu vingine. Payment integration, we have UI for payment method but no actual integration. Kuna rating system, we show rating but not allow user to add new rating. Kuna notifications, this is missing entirely. Kwa hiyo kuna improve the UI UX with animation and better visual feedback. Kwa hiyo haya ndio mambo atayaboresha au atayatengeneza katika hii application yetu. Kwa namna nyingine, kwa Kiingereza tunasema atafanya ata implement zile feature ambazo hazimo katika hii application, na kama zimo basi ataziboresha. Kwa hiyo hapa kwa mfano geolocation hamna, hii nayo ata implement ambayo ataitengeneza. Payment integration imo, lakini imo UI tu. Sasa yeye anataka afanye ile real integration. Notification haipo. Kwa hiyo improve the UI and UX design kama na vitu vingine hapo vinaendelea. Kwa hiyo acha tuone result itakuwaje ukija kwenye kodi huku. Kwa hiyo bado anaendelea, ambapo sasa hivi anafanya date pickup katika date time pickup component yetu, ambapo hapo ndo unaona Rock.ai anatengeneza hizo kodi. Kwa hiyo acha tuone. Mpaka sasa amesha tengeneza location pickup.tsx, the component review form, booking.id, new and expo. Kwa hiyo amemaliza na application imekuwa launched. Kwa hiyo tukienda huko ina load, wacha tuone matokeo ya mwisho yamekujaje. Kwa hiyo application imemaliza bila na error yoyote. Mpaka sasa inasema hakuna error yoyote. Kwa hiyo acha tuone matokeo ya mwisho yatasemaje. Okay, application yetu hii hapa. Kama mnavyoona, mara mwisho hizi categories zilikuwa hazina icon, lakini sasa hivi zina icon. Unaweza ukaklik katika hizi icon kama unavyoona. Kwa hiyo acha tuangalie vipengele ambavyo amesema yeye amerekebisha. Home search screen, kwa hiyo vipengele ambavyo ni geolocation, current we have just showing static location, ambayo ndio hii hapa. Kwa hiyo yeye kafanya improvement ya location data. Ukibinya hapa, sijui tutafanyaje, tutatest vipi, lakini tutatest pamoja na nyinyi mtaona. Payment integration, rating system and okay. Acha tuende na rating system. I don't know. I have the answer by adding location pickup with map integration, the review submission system. Okay. Wacha to reload the app and wacha to booki Bakari Mohamed fundi umeme. Huyu hapatikani. Bakari Mohamed fundi umeme hapatikani. Dereva bodaboda yeye anapatikana, wacha tumwagize.
Kwa mfano kama hii location pickup alosema kama kaiboresha pia haikufanya kazi. Tarehe subiri tu refresh app yetu, pengine ameboresha, lakini muda mwingine inakuwa inachelewa zile result. Iko offline, iko connected, disconnected. Acha turanishe disconnected, starting, nothing happened. Sometime nachelewa kuload. Nije hapa, nikirudi itasemaje? Bado ina load. Acha tuanze tena upya tuone. Component date pickup ipo kama kawaida. Inaonekana kuna tatizo sijui la mtandao au vipi, kwa sababu si unaona inavyofanya connect and disconnect. Inaonekana hatujaweza kuconnectiwa na server. Anyway, wacha tuanze mwanzo. Fungue tena, tuanze upya tuone itakapo load. Okay. Sasa imeload nice. Nisha connect na ID yetu, tukireload hamna kitu. Okay, ina start now. Starting metro tunnel is loading idly. Tukija huku tutakiwa zile namba hapa. Okay, now ina loading. Kutengeneza application kwa kutumia AI unatakiwa uwe na subra, kwa sababu AI inaweza kufanya error yote ikakukatisha tamaa, sio? Kwa hiyo acha tuendelee kumbuki huyu Jubiri bodaboda Mwenge Dar es Salaam, bei date pickup ya ifanye kazi. Ngoja nijaribu kwa kupitia kwa simu yangu physical device nione, alafu nitajua kama tatizo ni la emulator ama bolt hizo hakuweza kufanya chochote, sio? Piga pesa M-Pesa. Inaonekana hajaweza kuelewa. Ameelewa, lakini alichokifanyia kazi hakija take any effect yoyote. Ndio maana tunashindwa hata kufanya vitu vingine, kama kwa mfano kama kubooking na nini. Unaona hivi, sijajua kwa sababu gani. Wacha tujaribu kumwambia statement ile kwa Kizungu, alafu tuone atasemaje. Okay, inaonekana kwenye emulator inahitaji baadhi ya permission. Kwa mfano hii location pickup geolocation ina fetch location ulipo, lakini sasa permission ndo hamna. Kwa sababu nimejaribu hapa kwenye simu yangu inafanya kazi, lakini nitakuja kukuonesheni baadaye jinsi gani inavyofanya kazi. Sijui kwa nini kwa kwenye simu haikubali.
Lakini sasa wacha tuendelee kitu kingine. Location pickup inafanya kazi, lakini kwa kwenye simu, kwa kwenye emulator yao inaonekana kuna tatizo. Kwa hiyo kuna feature notification pia inafanya kazi kwenye simu yangu. Nimepata kwamba kuna notification moja, nikibinya kuna notification icon moja. Chingine ikasema rating system. Kwa tukiangalia rating system inatakiwa ifanye kazi na test kwenye simu, alafu nitakuonyesheni baadaye baadhi ya vitu ambavyo yeye ameviboresha. Rating system haifanyi kazi. Okay. Sasa nitajaribu kumwambia kwa lugha ya Kiingereza tuone ataweza kutofautisha baina vile kwa Kiswahili nilivyomwambia na hichi kwa Kiingereza, kwa sababu kwa Kiswahili inaonekana hakufahamu, sijui kwa sababu hata hizi rate pia hazitambia. Naona nitaambia kwa Kiingereza nione. Najaribu kumwambia kwa Kiingereza, alafu tuone atasema. Tuone atafanyaje. Okay. Let's enhance the app by adding few more features or implementing existing one. Implement the date picker time component in booking flow. It is already defined but not used. Okay, ka implement lakini haijafanywa kazi, ndio maana date picker kwenye simu yangu haikuji. Add map view for service provider. Map view haja add. Prove the booking confirmation flow and add chat feature between user and service provider. Implement notification for booking update. Acha tuone matokeo yatakujaje. Alafu sitaki ni pause video, nataka niweke mwanzo mwisho na nyewe muone mambo yanaendaje. Alafu tutajua. Kwa hiyo app chat ID tabs. Kwa hiyo TypeScript, chat ID, mockup and everything. Kwenye simu yangu katika zile za mwanzo ambazo kasema kazi implement, ilofanya kazi ni ya location tu. Select location hapa, bado inaendelea, acha tuone. Okay, amemaliza. Katika vitu alivyovifanya amesema, acha turudi. Amesema I have added complete chat feature that mtaani app allowing user to communicate direct with service.
nimeweka chat features ambayo mtaani application itawezesha watumiaji kuwasiliana na mtoa huduma. Nini kimo? Chat details screen, message bubble, and message chat integration. Inaonekana katika maboresho ya mara ya pili ambayo mfanya amefocus katika chat tu. Okay, kama mnavyoona kuna chat ndio hii hapa. Kuna how many message ambazo imeingia, chat bubble, niko njiani, narudi. Amazing, right? Inaonekana sasa hivi ameboresha chat tu, ambayo chat hiyo unaweza kusendi. Nimesendi hai, lakini inaonekana imeenda juu. Nimefika, ndio niko nje ya duka. Okay, asante kwa ujumbe wako. Akasema kuna chengine geolocation haifanyi kazi, geolocation na date pickup, right? Jaribu hapa. Acha nijaribu kwenye phone. Acha nijaribu kwenye phone kama inaendelea kufanya kazi, lakini inaonekana haifanyi kazi. Okay, nahisi amefanya baadhi ya vitu, lakini baadhi ya vitu havifanyi kazi. Kwa mfano mimi nikiendelea hapa kufanya, bado haifanyi kazi. Hapa unaweza ukachat ka edit chat feature hii hapa. Chat yetu kawaida hapa, ambao unaweza ukachat na seller, unaweza ukampigia, unaweza kutoa huduma. Lakini sasa location pickup haifanyi kazi kwenye emulator. Najaribu kwenye real device hapa tuone. Nitashare na nyinyi alafu kwenye real device inafanya kazi vipi ili tuone. Na kama unahitaji source code pia niambie, nitakupatia source code. Comment kwenye description hapo. Tuone huyu tunaweza kumtumia huduma. Okay, inaonekana date pickup pia haifanyi kazi. Nimetesti kwenye simu. Acha tumwambie tena maboresho uliyoyafanya hayafanyi kazi. Unaweza kuangalia tatizo lipo wapi? Let me analyze the error in category. Kiswahili anafahamu, lakini sasa tatizo lenyewe, either I use icon component being value sexy issues, color props, general implementation. Natudanganya hii hapo. Okay, najua kuna njia nyingi ya kuifundisha AI ili iweze kufanya kazi. Sasa nitatumia njia nyingine ambayo tutamwambia boresha user profile. Kwa unaweza ukaweka hivi, ukasema enhance user profile setting. Boresha, Kiswahili wanasemaje? Boresha mpangilio wa mtumiaji. Kiswahili cha dictionary, sio? Kwa hiyo
unaweza kutumia Kiswahili alafu ukaweka hivi. Kwa hiyo Bolt hapa kama hajafahamu Kiswahili atafahamu Kiingereza, sio? Kwa hiyo mara nyingine tena ukimwambia statement hii ya Kiswahili atakuwa ameshajifunza kama AI, kwa sababu muda mwingine anajifunza kutoka kwako. Atakuwa ameshajifunza kama AI. Kwa hiyo ukishamwambia statement hii ataelewa, okay, kumbe natakiwa niboreshe profile ya mtumiaji, something like that. Au sasa hivi sitamwambia aboreshe profile, nitamwambia aboreshe ukurasa. Boresha ukurasa wa nyumbani. How do I say home feed, home page? Maybe boresha app. Acha tuone atasemaje, atafanyaje tukimwambia boresha app. So that tool and display what? Okay, let me analyze the error and improve the app. General improvement I could make, fix I could imported more functionality. Anyway, awamu inayofuata tutajaribu kuiambia Kiswahili kwa Kiingereza alafu tuone. Atafanyaje. Kwa sababu mwisho nitakuonesheni, nitashare na nyinyi hiyo application ambayo hizo prompt zote ambazo mwambia aboreshe na kitu gani kaboresha. Part 2 iko boring sana, msijali, lakini part 3 itakuwa nzuri zaidi, sio? Itakuwa nzuri zaidi part 3, maagizo mazuri, mazungumzo. Okay, mazungumzo. Acha tuone matokeo ya mwisho atasemaje. Hapo matokeo ya mwisho yanaonekana anaweza akaharibu huyo. Okay, nyie kama mna mawazo yote mnaweza mkanambia feature guns tuweke ili kuboresha hii application yetu. Usione tabu kuchangia mawazo yako, fikra na vitu vingine. Lakini mpaka sasa nikicheki application kwenye simu ina muonekano mzuri kabisa. Okay, muda huo wale tunasubiria result zetu, wacha tuone zile matokeo yote ambayo yalikuwa ya Kigoma. Nitai-download offline kwenye kompyuta yangu alafu tuweze kuranisha na kutest zile feature offline. Okay, lakini acha tusubirie result za mwisho alafu pia kabla ya kusubiria result za mwisho acha ni copy ni download the source code
hapa nitafungua VS Visual Studio, nitaingiza hii hapa mtaani main 2, ambapo hapa nitafungua terminal yetu, alafu nimeongeza size kidogo ili muone size. Kwa npm install, tutaambia npm install, lazima nitapata error kama mara mwanzo. Lazima utena kitu hichi hapa hichi, sitaki nikihifadhi maana yake na hakina maana. Hapo tuta install. Wakati tunaendelea huko tunasubiria result zetu, acha tuone jamaa. Okay, nimeboresha hitilafu za icon kwenye category list kwa kutumia icon sahihi kutoka Lucida React Native. Ndio hizi hapa usharekebisha. Nimeboresha muonekano na uzoefu wa mtumiaji. Okay, Kiswahili mwanangu. Nimeongeza animation kwenye vipengele mbalimbali kama vile kadi za watoa huduma. Ndio hizi hapa ambazo kaboresha, sijui kitu gani hapa. Okay, sijui kaboresha nini, mimi sijajua alichokiboresha bado, lakini kaboresha itakuwa. Pia nimeboresha refresh control kwenye ukurasa wa nyumbani, ambao ukurasa wa nyumbani ndio huu hapa. Kwa hiyo unaweza ukapuli ukarefresh, inaonekana. Okay, nimeongeza control kwenye ukurasa wa nyumbani. Nimeboresha muonekano wa kadi za ofa maalum. Ndio hizi hapa kadi za ofa maalum. Nimeongeza animation za kuvutia kwenye vitufe na kadi. Haya, program sasa ina muonekano wa kisasa zaidi, zoefu bora. Acha tu download hii latest. 2 minutes. Acha tu download hizi. Ambapo hapa tuta close folder na hii tuta delete. Alafu tuangalie ile tulio download mwisho. Tutia hapa. Alafu nitafungua terminal yetu tuone. Kama nilivyosema jamani, kufanya application kwa kutumia AI inahitaji ustahimilivu mkubwa, sio? Kwa hapo nitaranisha emulator yangu, ambayo emulator hapa nitatumia. Okay, hii hapa. Lakini pia ni bora nipunguze hizi hati kwa sababu nimeonyesha kwa zinanikera. Tutumie normal tu Visual Studio. Kwa hiyo tutaambia npx export start, tutaranisha kwenye iOS application yetu. Alafu tutaambia i, lakini vile nitaranisha na kutumia Android emulator. Kwa pia nitaranisha emulator yangu ya Android, Flutter emulators launch, natumia Pixel 9. Kompyuta yangu ina uwezo wa kuranisha emulator hata 6 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo sishangae. No emulator found. Pixel 9. Anasema hamna emulator. Sorry. This one Pixel 9. Okay. Capital P. My God.
Anasema hana pixel aina hii. No problem. No problem. Tafungua Android Studio. Virtual device. Hapa tutambia ranisha emulator yetu Pixel 9. Kwa hiyo niwezi download ile maboresho ya mwisho kabisa ya application yetu. Kama kompyuta yako haina uwezo wa kuranisha application emulator mbili, sio kafanya, unaweza ukaizimisha, sio? Kwa hiyo hapo nikimwambia arani pia kwenye Android, anarani kwenye Android. Okay, cha tuendelee kutesti. Kwa hiyo kwanza kaboresha hizi icon zetu ambazo mwanzo zilikuwa hakuna hizi icon. Kaboresha category list yetu ambazo mwanzo ilikuwa hamna icon. Akaidi icon nzuri kabisa. Akasema ameboresha hizi kadi ambayo imekufanywa iwe na muonekano nzuri. Na hata kama nyinyi mwenyewe mnajionea kwamba hiyo kadi ni kweli imekuwa na muonekano mzuri. Pia ameweka share button ambayo unaweza ukashare hii, lakini kaeka alert tu, hajafanya full implementation. Pia huyu anasema yupo, anapatikana. Ameweka button ya chati ambayo unaweza ukachati. Unaweza ukatuma kipengele cha kuambatanisha picha, kitapatikana hivi karibuni, ambacho hii feature hii haja implement bado. Audio ame-implement na audio. Oi, sasa naambia unakuja saa ngapi? Oi, sasa naambia unakuja saa ngapi? Inaonekana pia bado hajafanya implementation. Lakini text unaweza ukatuma, ambayo tatizo lake kwamba nimeiona inakaa juu badala ya chini. Tena huyu pia kipo kipengele hichi hakijarekebishwa marekebisho. Oi, naambia unakuja saa ngapi? Okay, ujumbe wa sauti sekunde 2 zile umetumwa. Okay, tunambuki huyu, tukimbuki. Okay, umeona date pickup inafanya kazi kwa iPhone. Tukibaki hapa na huyu, tukiangalia date pickup, tukibuki, agiza, date pickup inafanya kazi kote. Lini? Jumatano. Okay, Jumatano tarehe hapo. Chagua muda, time. Pia ameweza chagua muda, time saa 5:30. Okay, hapa anasema chagua location. Wow, mepo ana read location hizo hapo, California. Na huku anasema chagua location map, allow while using the app. Okay, Estonia Square, San Francisco. Okay, tunalipa kwa Tigo Pesa. Tukimwambia agiza, button yetu inatakiwa ifanye kazi. Agizo lako limetumwa kwa mtumiaji. Okay, na huku kama mnavyoona hapa imeingia maagizo, yametumwa 2 na notification imekuwa counted ya 3. Tukifanya tena hii itakuwa Jumatatu. Agizo lako limetumwa kwa mtoa huduma, sawa. Okay, ndo yale matatu. Haijafanya counting, lakini maagizo ukija hapa utayaona, ambayo hili hapa tarehe 11 ukibinya, ambayo unaweza ukahairi, unaweza kuwasiliana na mtumiaji na ambia ukamilike. Okay, hichi ndio kile kipengele ambacho chengine amesema cha rating, ambacho kakiedi, ambacho unaweza ukacomment, ukaeka rate na vitu vingine. Andika maoni yako. Amazing app ever. Tunatuma maoni yako, sawa, yamesajiliwa. Okay,
Juma Hassan toa maoni, kashatoa maoni. Tutashatuma hayo maoni yetu sisi. Imekamilika. Kwa hiyo ukija huku pull refresh ambayo kaiedi haifanyi kazi, tutaacha tumtafute Juma Hassan. Tuangalie zile rating ambayo tumeituma. Haikuja, sio muhimu sana kwa sasa. Kwa hiyo maboresho ambayo ameyafanya Rock AI ni kuweka icon, kuimplement this booking icon, notification icon, na akaedi message features. Kwa hiyo kwenye message pia akaedi message count number, kama kuna message ngapi ambazo hazijasomwa, sio na kama ile nakumbuka tulituma ujumbe wa sauti hapa. Kwa hiyo pati nyingine tutamwambia aboreshe account ya mtumiaji profile. Namwambia aboreshe. Ameboresha. Kwa sababu profile kuna arifa, faraka, msaada, mpangilio, ambavyo hapa hivi ameviweka lakini hajaviboresha, havijafanywa, hajavimplement kwa ifanye kazi kwa pamoja. Kipengele cha kubadilisha taarifa ya wasifu kitapatikana hivi karibuni. Anyway, this is part 1. This is second part. Make sure you subscribe for more video and part 2 and part 3, sorry. Okay. Huku sasa hivi na record hii video ni usiku sana jamani, ndio maana maneno yanatoka tu ile kinisa. Ni saa nyingi za usiku sasa hivi. Anyway, asante sana kwa kuangalia channel yangu. Hakikisha unajisajili ili kupata video nyingine kama hizi, na ili usipitiwe na pati ijayo ambayo ni pati 3.